kama wewe unifinyange, nifinyange, wakinitazama wakuone wewe unifinyange, Nifanye kama wewe, kama wewe, kama wewe, unifinyange, wakinitazama wakuone wewe, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamtukuza Bwana kwa sababu ya matendo yake makuu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya rehema na neema zake. Ni siku nyingine tena, ikiwa ni siku yetu ya pili ya somo letu. Jana hatukupata nafasi kutokana na changamoto ambazo zilikuwa nje ya uwezo wangu, lakini tunamtukuza Kristo kwa ajili ya siku ya leo. Mungu akubariki sana wewe ambaye uko online sasa na unatufuatilia, na Mungu akaachilie neema yake katika maisha yako unapoendelea kujifunza. Haleluya. Majina yangu ninaitwa Pastor Sita Majani, Pastor Sita Richard Majani. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya kunipa nafasi kusimama katika madhabahu hii, mahali ambako mimi nimezaliwa kiroho, na madhabahu hii ina historia kubwa ya maisha yangu. Ni mahali ambako mimi nimeongozwa sala ya toba, lakini ni mahali ambako mimi pia nimeweza kubatizwa, lakini ni madhabahu ambayo mimi nimefungia ndoa, lakini ni madhabahu ambayo mimi nimeanzia huduma, na ni madhabahu ambayo leo ninarudi tena kama mchungaji kuja kuhuduma. Hakika mahali hapa ni lango la kuinuliwa. Haleluya. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa nafasi yake ya pekee kunichagua pia, lakini nichukue nafasi hii kumtukuza Bwana kwa ajili ya mchungaji kiongozi, mchungaji Dr. Joseph Mitinje, lakini bila kusahau mchungaji msaidizi, lakini makatibu wote wa kanisa hili la AICT Chang'ombe, ambao wao pia ni wazazi wangu na ni walezi wangu tangu nikiwa nobody mpaka sasa nimekuwa mchungaji. Lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya wazee wa kanisa, wahudumu, lakini bila kukusahau wewe ambao umeingia madhabahuni hapa asubuhi ya leo. Lakini hata wale ambao wanatufuatilia online kutoka mataifa mbalimbali na mikoa mbalimbali, itifaki imezingatiwa, na wema wa Bwana uendelee kukuhatamia mahali ulipo. Mungu aendelee kukubariki tunavyoendelea kuingia rohoni kupitia maandiko matakatifu. Haleluya, haleluya. Okay, somo letu ni neema ya utambulisho. Tukasema utambulisho ni nini? Utambulisho ni hali ya kuelezea mtu au kitu kwa jina lake pamoja na wasifu wake. Utambulisho ni hali ya kumwelezea mtu kitu pamoja na wasifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya utambulisho, tunazungumzia kwa habari ya wasifu, tunazungumzia kwa habari, tunaelezea kwa habari ya jina la mtu pamoja na wasifu wake pamoja na matendo yake. Hii ndio maana ya utambulisho. Manake utambulisho tunakuwa tunazungumzia mambo matatu makuu. Tunazungumzia jina, lakini tunazungumzia mwonekano, na tunazungumzia utendaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi zote ni sifa zinazohusisha utambulisho. Hii ndio maana kamili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Na tumekuwa tukiangalia mfano mzuri kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3
mstari wa 16 mpaka mstari wa 17, namna ambavyo Mungu alimtambulisha Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo sura ile ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 17 anasema, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake. Anasema, natazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumekuwa tukisimama pia na neno linalotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 5. Anasema, alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye. Sasa wakati nasoma haya maandiko kutoka katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wa 5 na Mathayo 3:16-17, unaona namna ambavyo Mungu alikuwa akimtambulisha Yesu katika kuifanya kazi yake. Na anaongeza, anasema msikilizeni yeye. Ni kawaida tunaona mtumishi kabla hajasimama, aidha katibu ama mchungaji kiongozi ama mwinjilisti, mtu yoyote anaweza katumika kwa ajili ya kumtambulisha. Na mara nyingi yule anayekuwa mwenyeji anakuwa anamtambulisha yule anayekuja kufundisha, au kiongozi wa ibada anaweza kumtambulisha mchungaji au mtumishi ambaye anakuja kusimama. Tumezoea kuona pia itifaki ikifanyika kabla mtu hajaja kufundisha, kutoa jambo fulani, kuelezea jambo fulani, ama kufanya utendaji wa kazi juu ya jambo fulani. Itifaki hizi za utambulishaji ni itifaki ambazo mwanzoni niliamini ni jambo tu la kimwili au pengine ni jambo la kibinadamu, lakini nikaja nikagundua ni mlango mkubwa wa kufanikiwa na kufanikisha kazi yule ambaye anafanyiwa ile itifaki. Manake nikagundua katika maisha haya, ili jambo liweze kufanyika likaenda, unahitaji kupata utambulisho. Juzi tuliona namna ambavyo Yesu aliweza kutambulishwa na Yohana Mbatizaji, lakini tuliona nabii Isaya anatoa utambulisho. Ukisoma katika kitabu cha Isaya vizuri, utaona namna ambavyo Isaya alitoa matangazo mbalimbali akimtangaza Yesu kama mwana wa Mungu anayekuja, ambaye uwezo na wa kifalme ulikuwa katika mabega yake. Kwa tunapozungumza kwa habari ya kufanya jambo lolote, ni lazima upate mtu wa kukutambulisha, ni lazima upate mtu mzuri wa kukusemea. Changamoto iliyopo ni kwamba katika maisha tulio nayo, si rahisi sana kupata mtu mzuri wa kukusemea. Si rahisi sana kupata mtu mzuri wa kukusemea mambo mazuri. Ingawa kibinadamu ni kweli kabisa, kuna mahali tunafanya mambo mazuri katika maisha yetu ya kila siku. Kuna watu tumewafanyia hisani katika maisha yetu ya kila siku. Lakini mara nyingi sana watu huwa wanasahau mema mengi tunayowatendea na kuchukua baadhi ya madhaifu yetu madogo madogo na wanayakuza kiwango cha kuyafanya kuwa utambulisho wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi sana mtu akaja nyumbani kwako ukampikia chakula kizuri akala siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na yamkini akakaa miezi hata 4 au 5 ukiwa unampikia chakula kizuri, anakula vizuri. Lakini ikatokea siku moja akalala njaa. Halafu huyu mtu baada ya muda akarudi kula alikotoka. Akiulizwa, mlikuwa mnapikiwa nini kula? Anasema, ile nyumba tulikuwa tunalala mpaka na njaa. Kwa nini anaeleza? Anaeleza kulala kwa njaa siku moja na akasahau mema mengi. Ni nini? Ni kawaida ya wanadamu kukumbuka mabaya machache au baya moja na kufuta mema mengi ambayo wameyapata. Kwa nini? Kwa sababu ni kawaida ya mwanadamu kutoa utambulisho mbaya kwa mtu mwingine. Watu wengi wameshindwa kuvuka kwa sababu wale waliotakiwa kwenda kuwasemea mahali vizuri wamekaa aidha kimya ama wameacha kabisa kuyahesabu mema yao waliowahi kuyafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimeona watu wengi ambao ni very potential kwenye huduma, ni watu ambao ni very potential kwenye makanisa, ni watu ambao ni very potential kwenye kampuni, lakini namna ambavyo
ambavyo wanachukuliwa, hawawi recommended vizuri ili waweze kupanda cheo, hawakumbukwi kwa mema mengi waliofanya. Ngoja nikwambie, kuna watu wengi wameshindwa kuperform vizuri ofisini. Si kwamba hawafanyi kazi sana, wanafanya kazi sana, lakini hawajawa recognized kwa yale mema walioyafanya. Ngoja nikwambie, mtu kutambuliwa na kupewa compliment kwa kitu alichokifanya kizuri kimoja au viwili, inamquicken, inamuhuisha nafsi yake ili aendelee kufanya vizuri zaidi. Lakini kiukweli changamoto tulionayo sisi ambao tunatakiwa kuwatambulisha watu vizuri, tumekuwa hatuwathamini watu wema tulionao mpaka pale tutakapowapoteza. Tunakuwa hatutambui mazuri ya mtu na kuyatambulisha kwa wengine ili huyu mtu aweze kuflourish, ili huyu mtu aweze kustawi na kuendelea kuperform vizuri. Mara nyingi we take these people for granted, and after we lost them, then we come to realize that we had better people, best people in our life, and we couldn't recognize them. We couldn't give them what? We couldn't give them compliment until we lost them. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa kukuambia wewe ambaye uko katika nafasi ya kumtambulisha mtu vizuri, mtambulishe kwa ajili ya ili aweze kuperform vizuri. Haleluya. Lakini hata wewe ambaye unafanya jambo jema katika maisha yako, katika kazi yako, katika kampuni na mahali popote, you have to make sure kwamba unaombea sana eneo lako la utambulisho. Moja kati ya changamoto ambazo tumekuwa tukipitia ni kutokuwa serious kwenye eneo la utambulisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwahi kujiuliza, Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu na alikuwa ni Mungu kweli? Did he really need introduction? Yesu alihitaji utambulisho kiasi hicho? 2 times Mungu anamtambulisha Yesu. Mara ngapi? Mara 2. Huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni. Anamfanyia promotion. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha hayo ukipata mtu ambaye anaweza kukurecommend vizuri mahali ambako haupo, mtunze sana huyo mtu. Watu wengi sasa hivi hawawezi kukutambua vyema mbele za watu. Wakiwa na wewe they can clap for you, wanaweza kukupigia makofi, lakini ukiwageuzia mgongo, ni very rare kupata mtu ambaye anaweza kukupa compliment ukiwa haupo, akakutambulisha vizuri. Haleluya. Mimi ninamshukuru Mungu kwa kanisa langu la AIC Chang'ombe. Ninapata compliment nzuri, watu wananizungumza vizuri, ndio maana niko hapa. Haleluya. Kama nisingekuwa napata compliment, kama wasingekuwa wanani recognize, manake pengine sasa hivi ningekuwa nimeshakufa mioyoni mwao. Bado niko hai kwenye mioyo ya watu, ndio maana wananipigia simu, wananiambia, mwanangu, una kitu cha kutulisha, uje useme nasi. Haleluya. So I'm one of the luckiest people in the world kukumbukwa na watu ambao niliwahi kufanya nao kazi. Hallelujah. So I'm not taking for granted. Unajua, niliposikia ninatambuliwa madhabahuni kwangu, kwenye madhabahu yangu mama, madhabahu iliyonilea, I was about to cry. Nikasema, mimi ni nani? The small organism like me, kiumbe mdogo kama mimi, ninakumbuka kwenye kanisa kubwa ambalo linatambulika duniani kama AIC Chang'ombe. Nikasema, oh my God, thank you for this opportunity you have granted unto me. Hallelujah, hallelujah. Kwa nilivyosikia kwamba utakapopata nafasi siku yoyote tuambie, uje useme nasi, I couldn't wait. Hii ndio maana ya utambulisho. Kuna watu walifanya baadhi ya mambo mazuri, lakini walivyoondoka wakasahaulika pale pale. Kwa nini? Utambulisho. Katika maisha ya mafanikio, mwanadamu tunaposema kwamba huyu amefanikiwa, once anapoacha legacy, anapoacha kumbukumbu ya mambo aliyoyafanya nyuma, maana ile kumbukumbu ndio tunaita utambulisho, kwamba watu wanaendelea kukutambua hata baada ya kuondoka kwako. Unapoondoka sehemu na watu wakaendelea kukuzungumzia, maana yake ni kwamba wewe umepata neema mbele za Bwana, na wala usiinue kiburi, bali piga magoti, mshukuru Mungu kwa hao wanaokukumbuka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii neema ya utambulisho watu wengi hawana, na hata wale waliokuwa nayo hawakuithamini wala hawakuiona kama ina thamani. So they took it for granted paka pale ilipokuja kupotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Sasa
Jana nilikuonesha na nikakwambia juzi na nikakukumbusha kwamba kama unataka kuona maisha yako yana flourish, jitahidi sana kufuatilia aina ya namna unavyotambulika. Watu wengi huwa hatufuatilii watu wanakutambuaje. Kuna mahali mtu anajikuta anaanza kukwama, mambo yako hayaendi, na unajiuliza kwa nini? Mbona mimi nina kipawa? Mbona mimi ninafanya kazi vizuri? Mbona mimi nina ufundi ama ujuzi fulani? Mbona sipati tenda? Mbona wale watu nikienda kuwafanyia kazi baada ya hapo wanikumbuki tena? Nikakwambia unaweza ukawa unafanya kazi vizuri lakini ukakosa kitu kinaitwa utambulisho. Namna ambavyo wanakutambua pengine ni vibaya, au kuna watu walioinuka ambao walitakiwa kukutambulisha, aidha wamenyamaza kimya wakutambulisha vizuri, ama wamekusahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akawaita wanafunzi wake, akawapeleka Kaisaria Filipi. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 na 17 tuliona Yesu akawauliza kina Petro na wanafunzi wenzie, akiwauliza Petro na wanafunzi wengine anawauliza kwamba je, watu wananinena mimi nani? Manake Yesu alifika kwenye time alikuwa anajifanyia self evaluation. Je, watu wanamchukuliaje? Pengine anavyojiona yeye sivyo wanavyomchukulia. Unaweza ukawa una huduma kubwa, unaweza ukawa una huduma kubwa katika jamii pengine ambayo jamii inaihitaji, lakini namna ambavyo unajichukulia wewe ni tofauti na wao wanavyokuevaluate. Kwa hiyo je, ulishawahi kuuliza watu wanakuchukuliaje? Kwa sababu kuna mambo mawili. Yawezekana wale ambao walitakiwa waende wakakutaje mahali ni wale ambao wamekusahau. Unasema mtumishi mekaaje? Watu wa control room sijui kama watakumbuka kuniangalizia, watalipata ili andiko. Lakini Roho wa Bwana ananisemesha kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Yusufu. Yusufu alikuwa ni kijana ambaye alikuwa ni mwota ndoto. Lakini Yusufu alifungwa katika gereza baada ya kusingiziwa kwamba amembaka mke wa mtu mmoja anaitwa Potifa. Na akiwa gerezani Yusufu wanaota ndoto watu wawili, mnyweshaji pamoja na nani? Mnyweshaji pamoja na mfanyakazi mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao walikuwa wakifanya kazi katika ikulu ya mfalme wa Misri. Lakini mmoja baada ya kuotea ndoto, yule mnyweshaji akamtamkia ya kwamba, akamtafsiria ile ndoto na kumwambia kwamba wewe utarudi kwenye nafasi yako. Lakini kasome maandiko yako vizuri. Kuna mahali Yusufu anamwambia yule ndugu ya kwamba bwana, ukifika pale kwa mfalme naomba unikumbuke. Manake nenda kanitambulishe kwenye meza ya mfalme. Nenda kanitambulishe kwa mfalme. Mwambie kwamba mimi mahali hapa nilipo nimefika kwa kuonewa. Mimi nimeuzwa tu na ndugu zangu. Manake nenda kanitaje. Tena namwambia nenda kanitaje kwa mfalme. Kama control room mtakuwa mmepata hilo andiko mniwekea hapo. Anasema mkifika mnitaje. Mimi nimeuzwa tu kutoka katika nchi yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukisoma vizuri ni kwamba wale jamaa walimsahau Yusufu. Yule jamaa alimsahau Yusufu. Manake yule ambaye alitakiwa kumtambulisha kwa mfalme alimsahau kabisa. Nini ninachotaka kusema? Kuna watu ambao uliwahi kuwatendea hisani mahali na wanatakiwa kwenda kukutambulisha, ni either wamesahau ama wameenda kukuzungumzia kinyume na vile ulivyowafanyia. Hii ndio hali ambayo tuna face kwenye biashara. Una biashara nzuri, uliyemtendea hisani na wakati mwingine umemfanyia kazi kwa bei nafuu. Mwanzo 40 mstari wa 14, asante control room. Anasema ila unikumbuke mimi utakapopata mema, ukanifanyia fadhili na kuomba, ukanitaje. Sema ukanitaje. Anasema ukanitaje kwa Farao na kunitoa katika nyumba hii. Bwana Yesu asifiwe. Sasa asante sana control room. Mstari wa 15 anasema kwa sababu hakika naliibiwa kutoka nchi ya Waebrania, wala hapa sikutenda neno lolote hata wanitie gerezani. Asanteni sana. Sasa ninachotaka ukiangalia hapa ni kwamba Yusufu amewafanyia hisani kwa kuwafasiria ndoto wa majamaa. Mmoja kweli alikufa sawa sawa na alivyoona, kichwa chake kilikatwa sawa sawa na alivyoona. Lakini mwingine ambaye alimtafsiria ndoto ya kwamba wewe utarudi kwenye nafasi yako na utaendelea kumkabidhi kinywaji cha divai mfalme.
Na akamwambia pale, unitaje utakapofika katika nafasi yako. Manake nini ninachosema? Mtu yoyote ukimwona anafanikiwa kwenye biashara, mtu yoyote ukimwona anafanikiwa kwenye kazi yake ya aina yoyote, mtu yoyote ukimwona anakuwa recommended kiwango cha kupata uteuzi wa rais mahali, manake kuna watu ambao wameenda kumtaja mahali. Kuna watu mko hapa AIC Chang'ombe ni waaminifu katika kazi zenu, kuanzia kwenye kanisa mpaka kwenye ofisi. Mnafanya kazi kwa uaminifu, lakini yamkini kuna mtu ambaye alitakiwa kwenda kukutaja mahali, aidha amekusahau ama kuna roho ya wivu imeinuka ndani yake. Alitakiwa kukutaja ili uende ukasimame kwenye nafasi sahihi, kwa sababu neno la Bwana linasema ukimtumikia Mungu atakuketisha pamoja na wakuu. Kuna mtu ambaye anatakiwa kukutaja kwa rais, anatakiwa kukutaja kwa waziri fulani. Hawa watu wamekaa kimya kwa sababu aidha ya wivu. Niko hapa kuzungumza na mtu mmoja. Yoyote ambaye alitakiwa kukutaja baada ya wewe kumfanyia hisani, ni maombi yangu kwa Mungu litendeke jambo litakalo walazimisha wakutafute kwa jina la Yesu, litakalo walazimu wakutaje mahali. Haleluya, haleluya. Yawezekano ulikuwa una deserve nafasi fulani and you were somewhere, lakini kuna roho ya wivu imeinuka mahali, wamekutaja. Badala wakutaje wakurecommend upande kiwango, wamekutaja umekuwa demoted mahali. Ulitakiwa kwenda kiwango zaidi, ukawa tishio. Walivyogundua umekuwa tishio ofisini, umekuwa tishio kwenye nafasi zao, kwa sababu wengine ni washirikina, wengine wanakwenda kwa waganga. Kwa hiyo umekuwa threat kwa sababu umeokoka na uko kwenye position fulani. Wakikuangalia wanakuogopa, wanachoamua ni kukutengenezea mbinu ya kukurudisha. Badala ya kuwa promoted unakuwa demoted. Walitakiwa kutaje upande cheo, walitakiwa kutaje uwe promoted, wamekutaja umekuwa demoted. Nataka nikwambie asubuhi ya leo usiogope. Tunaye Mungu anayeweza kutengeneza jambo mahali walipokataa kukutambulisha. Watakukumbuka na kukutaja, kwa sababu watakuja kugundua bila fulani hapa hatuwezi kufanya jambo. Alikuwepo fulani alikuwa kwenye hii nafasi, hebu mtafuteni aje tusaidie, kwa sababu yeye ndio anazijua password za sisi kufaulu mahali. Sijui kama nazungumza na mtu mmoja hapa. Na kuombea kwa Mungu aliye hai, hata kama walikutengenezea mazingira ukawa demoted, hata kama walikutengenezea mazingira ukatoka kwenye nafasi, Mungu akafanye jambo asiyotaka kukutambulisha vyema, wakakutambulisha vyema kwa jina la Yesu. Sema amina. Kuna watu umewafanyia hisani, umewafanyia mambo mazuri, walikuja kwenye biashara yako, you did favor to them. Umewafanyia jambo, ulivyowafanyia wakaondoka. Kuna mambo matatu, wamekaa kimya, hawataka kukutambulisha. Ama wamepeleka utambulisho mbaya. Kwa nini? Kwa sababu unatishia nafasi zao, kwa sababu unatishia biashara zao, kwa sababu unatishia amani ya magendo yao na uharibifu wao. Kwa wanakuangalia, wanakuogopa, wanaona tukimwachia mwanya huyu atatumaliza. Umekuwa tishio. Ndio maana badala ya kupeleka utambulisho mzuri wamepeleka utambulisho mbaya. Ama wameenda mahali wamekusahau. Ni maombi yangu kwa Bwana, yoyote uliyewahi kumtendea jambo jema katika maisha yako, yoyote uliyewahi kumfanyia hisani katika maisha yako, akakukumbuke katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Akutaje mahali ambapo litakuwa kutajwa uweze kukaa katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mahali popote mtu aliweza kuinuka, mahali popote mtu aliweza kufanikiwa, ni utambulisho. Asikudanganye mtu. Hata mabinti ambao hawajaolewa, they need introduction, wanahitaji utambulisho. Na kuna watu ambao huwa wanapunch utambulisho, wanaweka utambulisho mbaya. Umemchumbia binti wa fulani, mama yule hamna kitu, manake tayari wamepeleka utambulisho mbaya kwa muoaji. Kijana wa watu anapata ule utambulisho, anasema hapana, siwezi kuwa, nimesikia taarifa 1 2 3. Utambulisho mbaya umeenda. Utambulisho una nguvu wa kumanipulate mtu future yake. Utambulisho una nguvu wa kupromote future mtu. Neema ya utambulisho ikiwa sawa sawa upande wako, mambo yako yanakuwa mazuri. Lakini utambulisho ukiwekwa vibaya, mambo yako yanageuka.
Ni muhimu sana kusimama kwenye utambulisho. Unapoona biashara ya aina yoyote inaenda, unafikiri kwa nini watu wana value sana matangazo? They are using millions and billions of money kuhakikisha kwamba wanatangaza biashara. They want good utambulisho. Wanatengeneza utambulisho mzuri, wana promote jina. Haleluya. Kumbuka tunapozungumzia utambulisho tunazungumzia jina, lakini tunazungumzia nini? Tunazungumzia utendaji kazi na muonekano. Bidhaa unapoziona kwenye mabango, wanataja bidhaa, wanakuonesha na umbo la bidhaa, na wanakuambia bidhaa inafanya kazi hivi. Kwenye ma-TV they are using billions of money. Unafikiri ni kwa nini? They are not stupid. Sio wajinga kufanya gharama kubwa ya kuweka matangazo. Mabango na mabango. Unaona ma-TV commercial kabla, wakati wa kipindi na kipindi, matangazo everywhere. Niliwahi kujiuliza, hata kwenye blogs mbalimbali unakuta wamo. Kwenye YouTube wapo wameweka matangazo yao. Kwa nini? Nikaelewa utambulisho. Yesu mwenyewe hakuja hivi hivi my friend, alikuja kufanyiwa promotion. Ukiona mtu ameinuliwa, amepata promotion of sin, manake kuna mahali alipata introduction nzuri. Kuna watu walimsemea vizuri kwamba boss huyu yuko vizuri. Kuna watu wanafanya kazi, yawezekana uko ndani ya nchi ya Tanzania ama nje, uko katika nchi ya ugeni. I don't know uko nchi gani, lakini uko katika nchi ya ugeni. Ni maombi yangu, the same favor iliyokuwa kwa Yusufu katika nchi ya ugeni. Yusufu alikuja akaupata utambulisho at the last minute. Na wewe uliyeko Marekani diasporas, wewe uliyeko German, wewe uliyeko Canada, wewe uliyeko South Africa, wewe uliyeko katika nchi ya ugeni, katika jina la Yesu, and you have been seeking, you have been waiting for papers and a working permit. Ni maombi yangu upate kutambulika katika nchi ya ugeni. Utambulike kwenye hizo ofisi, waseme tumpate wapi mtu kama huyu ambaye Mungu yuatembea naye wakati mambo anaona hayawezekani. Wewe uwe genius wa kuleta solution kwenye hizo ofisi, mahali ambapo wa mataifa hawawezi kuona, na Mungu akupe macho katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Sema amina, amina. Wapendwa wangu, moja kati ya kitu ambacho Yesu alizungumza na ni utabiri, na hali hii tunaiona sasa. Anasema katika wakati wa mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, self love. Kwa nini? Si rahisi sana mtu akapenda ugali wako, hata kama hiyo position yeye hawezi kuipata, lakini anaweza akatamani na wewe usiipate pia. Kwa hiyo hawezi kukutambulisha mahali vizuri. Chuki, wivu na roho ya ubinafsi ndio imetawala kila mahali. Sasa nisikilize, usipokumbuka kujiombea utambulisho mzuri na kukumbukwa, inaweza kukugharimu ukachukua miaka mingi kwenye hiyo position wakati ulitakiwa kuwa promoted. Kuna watu wengi wameona hiki kama ni kitu cha kawaida tu, hawakumbuki kuombea. Lakini ni jambo la lazima kama unavyoombea vitu vingine. Ombea utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu aliweza kutambulishwa tena mara nyingi, si mara moja, kwa nini wewe unakaa you take things for granted? Kuna watu wengi ambao wamewahi kunifuata, amekaa kwenye position hiyo kwa muda mrefu na ana deserve ku grow, ana deserve kupanda cheo, lakini anakuambia mtumishi, na muda mrefu naambia sikiliza wewe, ulishawahi kuombea utambulisho? Kuna namna ambavyo watu wanakutazama ni tofauti na thamani uliobeba. Wanaweza wakawa wanakuona kama mfagiaji kwenye ofisi, kumbe ulitakiwa kuwa meneja. Yesu alimshusha cheo. Kuna wengine walimnena ni Yohana Mbatizaji. Kuna wengine walihisi kwamba huyu ni nani, ni moja kati ya manabii. Because they were underestimating him. Haujaelewa? Soma ile habari ya Kaisaria vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nisome alafu tuendelee mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Niwekee Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 17. Nataka nikufafanulie hii. Yawezekana wewe ni meneja, una cheo cha meneja, ni graduate, una masters, lakini namna wanavyokuchukua katika ulimwengu wa roho wanavyokuona ni kama form 4. Angalia kitabu cha Mathayo 16 mstari wa 13 mpaka 17. Neno la Bwana linasema, basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, akasema, watu ninena
hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Mstari unaofuata wakasema wengine hunena huyu Yohana Mbatizaji. Hebu angalia wanavyomshusha kiwango. Yani Yesu ni Mungu, lakini wanamfananisha na Yohana Mbatizaji. Ndivyo watu wanaweza wakakuchukulia, wakakuona we kama Yohana Mbatizaji. Anaendelea, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Sikiliza, unaweza ukawa na thamani ya umeneja, wewe wanakuchukulia kama mfagiaji. Unaweza ukawa na thamani kwenye hoteli ya boss, lakini wengine wanakuchukulia kama housekeeper. Kuna mtu mmoja ananielewa. Unashangaa kwa nini au grow utambulisho. Ulishawahi kukaa ukaomba wakuoneje? Yesu anajifanyia self evaluation kwa kuuliza, ingia rohoni, namna wanavyokuchukulia watu, how they take you for granted. It's time now to wanatakiwa kukuvalue kwa jina la Yesu. Thamani yako ambayo ilikuwa haionekani, ikaonekane kwenye biashara yako, ikaonekane kwenye ofisi yako, ikaonekane kwenye kazi yako. Waliokuwa wamekushusha thamani na kukuona kama wewe huna maana yoyote, waanze kukuona mwenye maana kwa jina la Yesu. Sema amina, amina. Tambulisho ni kitu ambacho tulikisahau sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa muda wangu umenitupa mkono, lakini nilitamani twende mbele kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuoneshe andiko moja la mwisho, alafu tuombe hapa. Nataka leo tuombe. Ingawa tumeomba, lakini nataka niombe maneno ambayo ni prophetic prayer. Nataka nitangaze, nifanye ni declare kitu ili watu waweze kupokea kwa jina la Yesu. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 2, tuweke hapo. Mwanzo 12 mstari wa 2, nataka nikuoneshe kwamba kukuzwa kwa jina ni moja kati ya baraka. Mwanzo 12 mstari wa 2 anasema, Mungu anamwambia Ibrahim, anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Anasema na kukubariki. Alafu anasema na kulikuza jina lako nawe uwe baraka. Sikiliza, kukuziwa jina lako kuwa maarufu katika sifa njema, jina lako kuwa maarufu katika utendaji wa kazi ni moja kati ya baraka. Mungu hawezi kukubariki wewe alafu akufiche. Mungu anakubariki wewe na kuinua ukiwa unakula kuku kwa mlija, ili watu wapate kuona kweli huyu mtu kabarikiwa, ili nao watamani kuokoka kama wewe. Sema amina. Sijui kama nimeeleweka. Mungu hajawahi kumbariki mtu akamficha behind the veil. No. Mungu, when God blesses you, anakuweka mahali juu sana kwenye pinnacle juu. Anahakikisha watu wote wakuone kwamba you are the blessed one by God, for him to be glorified. Mungu lazima atukuzwe, na mimi ni maombi yangu Mungu alikuze jina lako kwa jina la Yesu. Moja ya baraka kwa maisha ya mwanadamu ni kukuziwa jina. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kuwa maarufu, umaarufu mzuri is one of the blessings. One of the blessings. Ndio maana tunapozungumza AIC Chang'ombe, tunapozungumza CVC na Neema Gospel, tunazungumza moja kati ya kwaya kubwa Tanzania ambazo sasa hivi zimekuwa tishio Afrika. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi kila siku aga najisifia Neema Gospel na CVC. Mimi kila siku najisifia AIC Chang'ombe. Wakati naletwa na dereva hapa, niko namwambia, do you see my church? Unaliona kanisa langu mahali nilikotokea? I'm very proud of Chang'ombe. Kwa nini? It is the place. Nilikuwa nahojiwa siku moja Klaus. I was not ashamed kuizungumzia Chang'ombe. Kwa nini? It's my root, where I came from. Hallelujah. Ndivyo ilivyo. Mungu anataka kukukuza, analiinua jina lako. Tunapozungumzia Chang'ombe leo, ni icon katika makanisa. Kanisa ambalo ukikaa unasahau shida. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. One of the things nilimwambiaga Mungu tuinulie makanisa ambao people they can go and feel comfortable and blessed. Hatuhitaji kanisa ambalo mtu anaingia anawaza sasa nitatoka saa ngapi, yani bora kama ibada imekuwa ndefu. No. When we speak about Chang'ombe, we are speaking about the church where you can stay and relax and listen to the word of God. Hauna haja kukimbizana. Sema amen. Na Mungu amelipa jina. When we speak about Chang'ombe, mimi kila mahali nikisema my church is Chang'ombe, watu wanasema ndio maana
Ndio maana manake wana uhakika, hawana mashaka na kanisa. Sema amina. When we speak about Chang'ombe, watu wake they are blessed and the church is also blessed. Ina utambulisho mzuri. Waimbaji wanalitambulisha kanisa vizuri. CVC wanatambulisha vizuri. Neema Gospel wanatambulisha. Hata kama ni kijijini ukisema, people they know the place. Kuna mtu mmoja ananielewa nini ninachosema? Chang'ombe imebarikiwa. Ningeshangaa sana kama Chang'ombe ingekosa utambulisho nje. Sema amina, amina, amina. Hallelujah. Nilipoambiwa kuja kwamba mwanangu utakapopata nafasi njoo tutembelee, I was like, serious? I can't wait. Nikasema niangalie suti ya kuvaa nikiwa naenda kuhudumu. Manake sio mahali pa kwenda umepiga chukuchuku. No, you have to respect the place which is blessed and introduced well. Ni mahali palipotangazwa. Sema amina. The place where you can go and preach gospel. You have the better place. Hata kama sijui kama naeleweka. Sasa nikukumbushe, maybe you are taking this place for granted. My goodness, usije ukafanya hilo kosa. Mahali popote Mungu anapopabariki huwa anapapa jina. Narudia, ukiona eneo lina jina manake limebarikiwa. Chang'ombe singekuwa imebarikiwa, tusingekuwa tunahitaji huko mikoani watu wanaijua. Lakini leo wanaijua. Kwa nini? Kwa sababu it's a blessed place. Nafikiri mliona juzi nilivyomaliza tu kuhubiri hapa, nilianza kuomba na nena kwa lugha, nasikia kuomba. God attach me with the blessings. Ngoja nikupe siri, yawezekana watu hawajui hii siri, lakini iko nje ya neno. Kuna neno Mungu anazungumza na Musa. Anamwambia mahali popote nilipoweka ukumbusho wa jina langu ndiko mahali utakako kwenda nikubariki. Anasema mahali kokote nilikoweka ukumbusho wa jina langu ndiko mahali utakako kuja nikubariki. Manake God is in everywhere, but you cannot find God in everywhere. Leo pastor, when you speak about Pastor Majani, you must speak about my mother church. Kanisa ambalo ni mama kwangu, lililonizaa. From bongo flavor kuja kuokoka, kuja kuongozwa sala ya toba hapa, kuja kubatizwa hapa, kuja kufungia ndoa hapa. Mtoto wangu wa pili amebarikiwa hapa. How can you tell me about Chang'ombe nikakuelewa? Yani, come on. I don't know if you're taking it. Take it seriously. It's the most blessed place. Hallelujah. And by the way, I'm very proud to introduce. Nina haki ya kutambulisha kwa sababu ndo mahali penye ukumbusho baina yangu na Mungu wangu hapa. Kwa sababu amesema, sijui kama wataliona hilo andiko. Linasema mahali kokote nilikoweka ukumbusho wa jina langu ndiko mahali utakapokuja nikubariki. Manake Mungu yuko kila mahali, lakini sio kila mahali utakutana na Mungu. Mungu yuko hapa, ni mahali ambako mimi nimepata ukumbusho. Nina ukumbusho wangu na Mungu wangu hapa. Kwa hiyo ninapoambiwa unakuja kuhudumu Chang'ombe, nina rejoice. Unajua tunapozungumza kurejoice sio kufurahi tu. Kurejoice ni kurukaruka kama ndama. Alafu anaposema kurejoice manake ni kurip, kurudia rudia ile furaha yako. Kwa hiyo when I come here I feel like, oh my goodness. Kwa hiyo nataka nizungumze kitu kimoja. Nimalize kusema kama ambavyo Mungu wakati wa kumbariki Ibrahim, alisemaje? Alimwambia nitakubariki na nitalikuza jina lako. Ukiona ukiona umebarikiwa na jina lako halijakuzwa, tunakuwa na mashaka na baraka zako. Manake Mungu hawezi kukubariki alafu akufiche uvunguni. Wewe unapobarikiwa unafanyika kama kinala cha taa. Unapokula kuku kwa mrija unafanyika nuru. Mungu anataka kuweke hapo juu ili ukiwa unakula kuku kwa mrija wale wengine wapate kuona, waseme hakika Mungu anabariki. Unaona jamaa linavyokula kuku kwa mrija. God can never bless someone na akamficha uvunguni. Never.
Ndio maana Yesu akasema, nyinyi mmefanyika kuwa nuru ya ulimwengu. Hakuna awezaye kuwasha taa akaificha chini ya pishi, bali taa huwekwa juu ya kiango ili wamulikie wengine. You have become the light. That's why everyone knows about Chang'ombe. Manake you are well introduced. Wewe utambulisho wako ni mzuri. I don't know if someone understanding me here. Nakwambia katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, you are the most blessed people. Kwa hiyo take it for serious. Unajua ni rahisi pia kukaa sehemu iliyobarikiwa, alafu wewe usijue namna kuconnect na zile baraka. Alafu ni rahisi pia wageni wakaja wakabeba baraka, ukabaki unashangaa. Don't ever do that kind of mistake. Hapa pana utambulisho mzuri sana. Hallelujah. Hallelujah watu wa Mungu. Hallelujah. Kwa hiyo Mwanzo, nirudishie Mwanzo 12, nataka nianze kutamka Mwanzo 12:1. Mwanzo 12:2. Manake utambulisho mzuri, jina lako likikuzwa, anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki. Lakini anamaliza anasema na kulikuza jina lako. Na mimi ninatamka wale waliokosa utambulisho wa kukuziwa jina, katika jina Yesu. Asante watu na nini, mnaweza mkanirudisha nitamke katika jina la Yesu. Ninakutamkia wewe diasporas, mahali ambako nobody knows you, wakutambue kwa baraka za kujulikana na utambulisho mwema kwa jina la Yesu. Wewe ambao unafanya kazi sana ofisini na umepoteza recognition, acha wakutambue kwa jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa ukifanya kazi za kuwasaidia wengine wana grow, wanapata promotion, lakini wanapata promotion kwa kazi yako, mimi ninakuombea kwa jina la Yesu. Ni muda sasa hautafanya kazi nyuma ya pazia. Ni muda ambao ni muda wako wa kuinuliwa, ni muda wako wa kubarikiwa. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu. Wewe ambao umekuwa ukitumika muda mrefu katika madhabahu na pengine hukupata recognition mahali popote, ni maombi yangu kwa jina la Yesu uinuliwe, jina lako likuzwe sasa. Jina lako likuzwe sasa. Mungu akuinulie watu wa kukutaja mbele za wakuu, ili upate promotion, ili upande kiwango, ili upande kiwango kwenye huduma, upate kiwango kwenye ofisi, upande kiwango kiuchumi. Wale ambao umewafanyia kazi katika ofisi yako na pengine ni kwenye biashara, wateja wote ambao uliweza kuwafanyia hisani na kuwahudumia vizuri, ni maombi yangu kwa Bwana waweze kukukumbuka kwa jina la Yesu. Wewe ambaye unafanya kazi vizuri ofisini, yawezekana bosi amekusahau, akukumbuke kwa jina la Yesu. Kwa neema ambayo Mungu amenipa, kwa sababu I feel so promoted kusimama kwenye hii madhabahu. As I stand on this altar, the same anointing which I feel upon me, I declare and decree that whosoever listening to this voice, may God promote you in the mighty way in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. May God visit you in a tremendous way, and you are going to stand triumphantly with the power of God. It is my prayer, you are no longer going to live the mediocrity life. You are going to become a superordinary, extraordinary. Hautakuwa wa kawaida. Kwa Mungu hakunaga ukawaida. Wewe sio wa kawaida. Ukapate promotion ofisini, ukapate utambulisho kwenye biashara yako. Biashara yako iliyokuwa ya kawaida, kama ulikuwa na genge ukawe na duka, kama una duka ukawe na supermarket. It is my prayer, watu uliowahudumia kwenye bidhaa zako wakazitangaze bidhaa zako, wakaitangaze kampuni yako, wakainue kampuni yako, jina la kampuni yako likapata utambulisho mwema, kama ambavyo Mungu alimkuza Ibrahimu mali pamoja na jina lako halitafutika mwanangu. Jina lako halitafutika mtu wa Mungu. Jina la kampuni yako halitafutika kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kama ambavyo mimi Mungu amenipromote kuwa hapa, it is my prayer, one morning glory ambao you have been here miaka kwa miaka, mnakuja morning glory, mnaanza na Bwana asubuhi. It is my prayer, Mungu ainue maisha yako. Mungu atambulishe jina la kazi yako. Mungu atambulishe kila kazi unayoifanya ndogo kwa kubwa ikaonekane kubwa. Na mimi ninatamka, mtu yoyote ambaye amejaribu kukushusha thamani, kama ambavyo walijaribu kumshusha Yesu thamani yake,
wakamtoa kwenye kuwa mwana wa Mungu na Mwokozi, wakamweka kwenye nafasi ya Yohana Mbatizaji, wakamweka kwenye nafasi ya Elia. Ninatamka kwa jina la Yesu, anayejaribu kukushusha wewe atashuka yeye, anayejaribu kukudimoti yeye atadimotiwa yeye, anayejaribu kukuangusha ataanguka yeye. I speak under the anointing of the Spirit of God kwamba you shall never go down ever. It is your time to be resurrected, to be exalted. Unakwenda kuinuka, unakwenda kupata utambulisho mzuri kwa jina la Yesu. Amen and amen. Pigia Yesu makofi. Natamani sadaka ya leo tuitamkie. Tuitamkie. Hakuna ambaye hana kazi hapa. Hata kazi ya Mungu nayo ni kazi. You need to be promoted. Yes. Hata kazi ya Mungu ni kazi. Biashara ulio nayo ni maombi yangu leo. Sadaka ambayo tunaitoa. Mimi by the way, one of my dream, nilimwambia Mungu, God, I have something in my heart. I need to release to my people. Nikamwambia Mungu, siku moja ukinipa nafasi, nirudi nyumbani kwetu, nikaachilie kile ulichowahi kunilea nikawa nacho. Kwa mimi kusimama hapa, I feel so promoted. Kwa sababu it's one of my prayer, ni maombi yangu. Kwa nasikia kuwa promoted. Na mimi ninaamini Mungu anakwenda kukupromote kama ambavyo mimi nimepata hii nafasi. Sema amina, amina, amina. Sema amina mtu wa Mungu. Okay, ukiwa unaandaa sadaka yako kwenye bahasha, katika jina la Yesu, itamkie sadaka yako sasa. Hata wale ambao mko online, kuna namba ambayo inawekwa hapo. Hakikisha unatamka, hakikisha unaitamkia sadaka yako na unamwambia Mungu kwamba Bwana, sadaka yangu leo ni kwa ajili ya kuinuliwa. Jina langu, jina la watoto wangu halitapotea kimya kimya. Hatutaondoka kwenye hii dunia bila kuacha legacy. We shall leave our name behind. Inaendelea kuwasumbua watesi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, sadaka tulionayo na yoyote ambaye ameshika sadaka hii, wewe Mungu uliyemtambulisha Yusufu katika nchi ya ugeni, wako watu kutoka nchi mbalimbali ambao they have been waiting to have papers na working permit, na wamekuwa hawajapata, na wengine wamekuwa wakifanya kazi lakini ni kazi zenye kudhalilisha, kazi ambazo hazina thamani ya elimu yao. Lakini Bwana, yawezekana wameshushwa ama kuchukuliwa kwa sababu ya asili yao. Baba, ni maombi yangu, yoyote ambaye ameshika sadaka sasa, ukamuinue kwa upako ulioweka kwa Yusufu, ili Bwana waseme, hakika tutapata wapi mtu kama huyu ambaye Bwana yuwatembea naye. Wewe uliyemuinua Yusufu kutoka katika gereza kwa nguvu ya utambulisho, ukamuinua kuwa waziri mkuu. It is my prayer kwamba you are going to exalt your people from where they have been stagnated, and you are going to make them to become icons in the name of Jesus. Na yoyote ambaye amekuwa akifanya kazi katika ofisi kwa muda sasa, amekuwa akiomba promotion, Bwana fanya jambo sasa. Kama ambavyo umenipromote mimi kunisimamisha katika madhabahu hii takatifu, ndivyo ni maombi yangu ukawafanya watu wawe promoted. Wale vijana wasiokuwa na kazi ukawape kazi, wanaotafuta ajira wakapate ajira. Yule anayefanya kazi ngumu na anapita kwenye sleepless night, halali akifanya kazi kwenye ile kampuni kuhakikisha ina grow, Baba ukamuonekanie. Wewe Mungu mwenye haki ukatende haki kwa jina la Yesu. Yule aliyepata demotion mahali, it is my prayer kwamba unakwenda kumrejesha kwenye nafasi yake. Yamkini alitishia usalama wa waharibifu, wakamfanyia mazingira ya utambulisho mbaya apate kushushwa cheo. Ni maombi yangu sasa Bwana, kwa neema hii, wewe Mungu unayefanya nyekundu kuwa nyeupe ama nyeusi kuwa nyekundu ama nyeupe, ndivyo ambavyo unaenda kugeuza mchezo kwa jina la Yesu. Sadaka kama ilivyonena mema sadaka Habil, kama ilivyokumbuka sadaka Dorcas, ukamrejeshea uhai, karejeshe uhai wa watoto wako kwenye kazi. Kwa hii sadaka kanene mema kwa jina la Yesu. Ni maombi yangu Bwana, waliopoteza thamani ofisini, waliopoteza thamani kwenye biashara, warejeshe tena. Lakini wapo ambao walikuwa na maono makubwa ya kuinuka kibiashara, maono hayo yalikufa. Yatambulishe tena maono yao Bwana. Tambulisha tena kile walichobeba Mfalme, wakaweze kufanya mambo makubwa tena katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninabariki matoleo haya, na yoyote aliyenyosha mkono kukutolea kwa njia mtandao na
kwa njia ya simu na yoyote anayekutolea saa hii, kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Kabla hatujatoa sadaka nikutamkie baraka kabisa, alafu tunaenda kuweka tu sadaka na tunakuwa huru kuondoka. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Ukawe na asubuhi njema yenye nguvu. Neno ambalo linakuacha nalo linatoka katika Zekaria sura ya 2 mstari wa 5. Anasema atakuwa yeye ngome ya kuwazungukeni, lakini yeye atakuwa utukufu pia ndani. Mungu akuzunguke na achilie utukufu ndani yako kwa jina la Yesu. Amen. Nijaze